Karibu kufuatilia simulizi hii tamu na ya kusisimua. Niandikie kwenye comment unatazama simulizi hii ukiwa wapi. Kama bado hujabonyeza alama ya subscribe, please na kuomba uchukue sekunde yako moja kubonyeza alama ya subscribe, kisha tuendelee na simulizi yetu. Siku ya harusi yangu ilikuwa kama ndoto iliyofana. Harufu ya maua ya waridi, sauti za vigelegele zilijaza ukumbi. Lakini katikati ya furaha hiyo kulikuwa na macho yaliyonitizama kwa tabasamu ambalo halikufika moyoni. Macho ya Lulu. Lulu alikuwa rafiki yangu wa chanda na pete tangu tukiwa chuo kikuu. Tuliaminiana kwa kila kitu. Mimi nilikuwa msichana niliyejaliwa kupendwa na kila mtu. Wahadhiri, wanafunzi wenzangu na hata majirani. Lulu alikuwa pembeni yangu kila siku akinitia moyo na kunisifia. Lakini kumbe ndani yake wivu ulikuwa unamtafuna kama mchwa. Mbaya zaidi, moyo wake ulikuwa umenaswa kwa Ryan. Ryan ni mwanaume aliyenipenda mimi kwa dhati, ambaye leo hii ananivisha pete ya maisha. Lulu hakuwahi kunionyesha. Alijifanya mshauri wangu mkuu wa mahusiano, huku akimeza maumivu ya kumwona Ryan mikononi mwangu. Tina, rafiki yangu, nimekuandalia zawadi hii ya kipekee. Oh jamani, asante Pepenzi. Chukua hii shoga yangu. Ni zawadi yangu ya kipekee kwako kwa ajili ya usiku wa leo. Lulu alinong'ona huku akinikabidhi kisanduku kidogo cha dhahabu tukiwa chumba cha kubadilishia nguo. Ndani yake kulikuwa na seti ya nguo za ndani za hariri. Zina rangi ya damu ya mzee. Zilikuwa nzuri kiasi cha kutisha. Sikujua siri iliyojificha kwenye uzi wa nguo ile. Sikujua kuwa ile haikuwa zawadi bali ilikuwa ni kitanzi. Mabadiliko hayakuja kwa kishindo. Yalikuja taratibu kama moshi. Wiki mbili baada ya harusi, nikiwa ofisini ambapo nilikuwa meneja wa mahusiano, mambo yalianza kwenda mrama. Barua pepe nilizotuma zilipotea. Mahesabu ya fedha yalianza kuonyesha upotevu mkubwa kwenye akaunti yangu. Na ghafla bosi wangu aliyekuwa akiniheshimu akaanza kuniona kama adui. Bila maelezo ya kutosha nilifukuzwa kazi kwa tuhuma za ubadhilifu wa fedha ambazo sikuzitenda. Nyumbani hali ilikuwa mbaya zaidi. Ryan, mwanaume ambaye alikuwa akiniita malkia wake, alianza kunichukia bila sababu. Kila nikimkaribia, alikuwa akipatwa na hasira za ghafla. Alisema anahisi harufu mbaya kila nikiwa karibu naye. Ondoka mbele yangu, sikutaki tena. Ryan alifoka usiku mmoja, huku akinitupa nje ya mlango wa nyumba yetu ya kifahari. Ilikuwa ni miezi mitatu tu tangu tufunge ndoa. Nikiwa nimepiga magoti kwenye lami, mvua ikinichapa, nilishika tumbo langu. Nilikuwa na mimba changa ya wiki 4. Ryan hakutaka hata kusikia kuhusu mtoto. Aliniita mdanganyifu na mchawi. Nilijikokota hadi kwenye chumba kimoja cha kupanga huko Uswahilini, nikiwa na begi langu dogo la nguo na tumbo langu. Sikujua nini kimenisibu. Nilidhani tu ni bahati mbaya au laana ya ghafla. Nguo ile ya ndani ya hariri niliendelea kuifua na kuivaa, nikiamini bado ni zawadi ya upendo kutoka kwa rafiki yangu wa kipekee niliyemwamini. Mateso yalikuwa makali. Bila kazi, bila mume na bila msaada wa ndugu, kwa sababu walikuwa wameamini maneno ambayo waliambiwa na mume wangu. Niliishi kwa shida. Nilikula mlo mmoja kwa siku, wakati mwingine nililala njaa kabisa, huku kiumbe kilichokuwa tumboni mwangu kikiniuliza chakula kwa mateke. Wakati huo huo habari zilinifikia. Rafiki yangu Lulu alikuwa amehamia rasmi kwenye nyumba ya mume wangu Ryan. Walikuwa wakiishi kama mume na mke. Kila nikiwafikiria moyo wangu ulipasuka. Siku ya kujifungua ikafika. Nilitupwa hospitali ya serikali nikiwa peke yangu, bila hata nguo za mtoto. Nilijifungua mtoto wa kiume. Mtoto wangu alikuwa mzuri sana. Alifanana kabisa na baba yake Ryan. Nilimuita Baraka. Baada ya 40, nikiwa nimeshikilia tumbo langu lenye njaa na mtoto mchanga mkononi, niliamua kwenda kwa Ryan kuomba msaada. Nilipofika nilikuta geti kubwa limefungwa. Baada ya kugonga kwa muda mrefu, Lulu alitoka. Alikuwa amevaa gauni langu la nyumbani. Umefuata nini hapa wewe mwanamke mchawi? Ryan hakutaki na mtoto sio wake, ondoka hapa. Lulu, umekosa hata huruma. Ryan alitokea nyuma yake huku akionyesha dharau kubwa. Sina mtoto na wewe, toka. Niligeuka na kuanza kuondoka huku machozi yakinitoka.
Mtoto wangu naye alikuwa akilia mikononi mwangu. Nilijua sasa sina mtetezi tena, nimebaki peke yangu katika hii dunia. Sikuwa na chaguo tena. Nilianza biashara ya kuuza matunda. Kila asubuhi niliamka saa 11 nikiwa nimebeba beseni kubwa la matunda kichwani na Baraka mgongoni mwangu. Nikitembea mitaani chini ya jua kali na mvua. Nikijitafutia riziki. Mikono yangu ilipata sugu na mgongo uliniuma. Lakini sikuwa na namna. Miaka ilipita. Kwa juhudi na akiba ndogo niliyoiweka, nilifanikiwa kukodisha kibanda kidogo kando ya barabara kuu. Niliacha kutembea na beseni na kuanza kuuza juisi zilizochanganywa na matunda. Kibanda changu kiliitwa Baraka Juice Point. Kilianza kupata wateja wengi kutokana na usafi na ukarimu wangu. Maisha yalianza kunyooka kidogo na niliweza kupata chumba kizuri na kumpeleka Baraka shule. Mtoto wangu Baraka alikuwa mtoto wa kipekee. Alipofikisha umri wa miaka 4 tu, alianza kuonyesha tabia za ajabu. Hakuwa kama watoto wengine waliopenda kucheza na magari au vikaragosi. Yeye alipenda kukaa kimya, kusikiliza nyimbo za Injili, na mara kwa mara aliniambia maneno yaliyonishangaza. Mama, usiwe na huzuni, Mungu anakuona na atakupigania. Oh, mtoto wangu mzuri, nitakuwa na furaha sasa. Siku nyingine alinishika mkono na kusema, Mama, lazima tuombe kila siku, shetani mwongo lakini Yesu ana nguvu. Maneno yale yalikuwa kama mafuta kwenye kidonda changu. Nilianza kurudi kwenye maombi nikiongozwa na mtoto wangu wa miaka 4. Siku moja baada ya siku ndefu na yenye kuchosha kazini, tulikuwa tumekaa na Baraka na kuomba pamoja. Alisali sala fupi sana lakini ilikuwa ni yenye nguvu. Aliomba Mungu atufungue katika vifungo vyote tulivyofungwa. Tulilala tukiwa tumechoka sana. Katika usingizi huo mzito, nilioteshwa ndoto ya ajabu. Niliiona ile siku yangu ya harusi ikijirudia kama picha za video. Nilimwona Lulu akinikabidhi kile kisanduku cha dhahabu, kisha picha ikabadilika. Nikamwona Lulu usiku wa manane amepiga magoti mbele ya mganga wa kienyeji. Mganga yule alikuwa akishona ile nguo ya ndani kwa uzi mweusi, huku akisema maneno ya laana. Tina, utakapoivaa nguo hii mume wako akuone unanuka, utaifanya nguo hii ilete laana juu yako. Mume wako akuone unanuka, maisha yako yaharibike, ufukuzwe kazi na baraka zako zote zihamie kwa Lulu. Hakikisha unaitunza siri hii, Tina asijue. Akijua ukweli, basi dawa haitafanya kazi tena. Nilikurupuka usingizini, nikiwa na hema kwa nguvu, jasho jingi likinitoka mwilini. Moyo wangu ulikuwa ukienda mbio. Ukweli ulikuwa umeanikwa mbele yangu. Ile zawadi ya rafiki yangu ilikuwa ndio chanzo cha maangamizi yangu. Nilitafuta ile nguo ya ndani ambayo nilikuwa nimeacha kuivaa tangu nilipogundua usaliti wa Lulu. Baada ya kuiona ile nguo ya ndani, nikaichunguza kwa umakini. Pindo la ndani lilikuwa na uzi mweusi ulioshonwa kwa namna ya kipekee. Nikiwa nimeishikilia ile nguo mkononi mwangu, mwili wangu ulitetemeka. Kumbukumbu za mateso ya miaka 4, kufukuzwa kazi, kudhalilishwa mitaani na beseni la matunda na kukataliwa na mume wangu zilipita kama upepo wa moto. Mama, mbona unalia? Sauti ndogo ya Baraka ilinishtua. Alikuwa amesimama mlangoni mwa chumba chetu kidogo, macho yake yakionyesha utulivu wa ajabu kwa mtoto wa umri wake. Baraka mwanangu, Mungu ametuonyesha adui yetu, nilisema kwa sauti ya kutetemeka. Baraka alikuja karibu yangu, akaweka mkono wake juu ya ile nguo ya hariri. Mama, choma moto, moto wa Mungu utamaliza kila kitu. Bila kusita nilitoka nje ya nyumba usiku ule ule. Niliwasha moto mdogo na kuichoma ile nguo. Nilipoichoma tu ile nguo, sauti ya ajabu kama kitu kilicholia ilisikika na moshi mzito ulipaa juu. Harufu mbaya ya uozo ilitanda hewani kwa dakika chache. Kisha ghafla amani ya ajabu ikashuka moyoni mwangu. Nilihisi uzito uliokuwa kifuani kwa miaka 4 ukiyeyuka. Siku 3 baadaye, nikiwa kwenye kibanda changu cha juisi, nilianza kusikia habari za ajabu kutoka kwa wateja wangu ambao walikuwa wakifanya kazi karibu na ofisi ya zamani ya Ryan. Yule tajiri Ryan mambo yake yameharibika vibaya sana, mteja mmoja alisema huku akinywa juisi ya embe. Inasemekana kampuni yake imefilisika ghafla na yule mke wake Lulu amekuwa kichaa, anazungumza peke yake barabarani. Moyo wangu ulidunda. Maombi ya mwanangu na ndoto ile vilikuwa vimeanza kufanya kazi. Kitanzi nilichokichoma kilikuwa kimerudisha mapigo kwa aliyeyatuma. Siku moja nikiwa nimekaa na Baraka kwenye kibanda chetu, gari moja lilikuja na kusimama mbele yetu.
Mlango ulifunguka. Mwanaume mmoja alitoka akiwa anaonekana ni dhaifu. Alikuwa amepungua mwili na macho yake yakiwa yameingia ndani. Alikuwa ni Ryan. Ryan aliponiona alianguka magoti hapo hapo kwenye vumbi. Machozi yalianza kumtoka kama mtoto mdogo. Nilikuwa kipofu, sikujua nilichofanya, Ryan aliongea kwa sauti ya kukwaruza. Kila usiku tangu uondoke nilikuwa naona sura yako kama monster, lakini ghafla wiki 2 zilizopita pazia lilifunguka. Nilimkuta Lulu akifanya mambo ya kishirikina ndani ya nyumba yangu, akitaja jina lako kwa laana. Nilimfukuza, lakini kila kitu changu kimepotea, sina kazi, sina nyumba, sina amani. Aliutizama uso wangu kisha akamwangalia Baraka aliyekuwa amesimama kando yangu. Je, huyu ni mwanangu? Baraka hakumkimbilia. Alibaki amesimama kwa utulivu akimtazama baba yake kwa huruma lakini kwa msimamo. Mama alikuwa analia kila siku kwa sababu yako, lakini Mungu anatufundisha kusamehe. Samahani. Ryan alizidi kulia. Alijaribu kushika miguu yangu. Nisamehe mke wangu, nimepoteza kila kitu, lakini nataka tu msamaha wako. Nilimtazama Ryan, mwanaume aliyenidhalilisha, aliyenifukuza nikiwa na mimba na aliyemwamini Lulu kuliko mimi. Je, unataka kujua Tina atafanya maamuzi gani baada ya mateso yote aliyopitia na sasa Ryan karudi? Na vipi kuhusu Lulu? Mwisho wake utakuwaje? Ili kujua hayo yote, usikose kufuatilia sehemu ya pili ya simulizi hii tamu. Hapa Chimamo Simulizi. Please usahau kusubscribe, like na kuacha comment yako. Bye!